Mjomba, mimi kuja hapa na mjomba, na sielewi nifanye nini au nichukue maamuzi gani. Mjomba, unaelewa kiasi gani nampenda Sara, na unajua vitu vingapi nimevifanya kuhusu yule mwanamke. Nimediriki kuuza mashamba ya marehemu mamangu ili mimi nipate pesa niweze kukamilisha hili. Lakini leo hii mjomba, huwezi amini, Sara ananifuata na kuniambia kwamba hanitaki na anataka ndoa ivunjwe. Eti kisa tu Sudi amerudi. Yaani ujio wa Sudi leo hii unaenda kuvunja ndoa yangu. Ujio wa Sudi ananinyang'anya mwanamke ambaye nampenda. Na kinachonishangaza zaidi, Sudi amerudi na mimba. Naomba nisaidie mjomba. Nimekusikia mjomba, wala usilalamike, wala usihuzunike, wala usilie. Kwanza nakupa pole sana kwa yote haya yanayokuta, maana mtu akipenda roho yake inamuuma sana. Hivi sasa wewe una maumivu ya moyo sababu unapenda, alafu kile kitu kinataka kikutoke mkononi. Ila nataka nikuhakikishie, kama mimi nikiwa hai mjomba wako, msisi wa msisiri, niko hai, Sara unampata. Sara unampata, nitafanya kila linalowezekana Sara muoe. Sudi amerudi? Ndio. Ushawahi kuona mwanamume ana mimba? Sijawahi kuona mjomba. Madhali Sara anaweza akashika mimba na kujifungua, na Sudi hivyo hivyo ana mimba na atajifungua. Kuna sababu gani waweza kumkosa Sara? Hakuna mjomba, na hata mimi sioni sababu yoyote ile. Hakuna eh? Sara utampata. Sara atakuja katika himaya yetu na atanipigia chakula mimi mkwewe nile, akiwa mikononi mwako. Asante sana. Ni wajibu wangu, maana wewe umelala tumboni mwangu. Mjomba ni mama, anaitwa mjomba kwa sababu mwanamume. Samani na kifua mjomba, kibaridi kimenipata sana bondeni kule wakati ndali. Sara atapatikana na atakuja hapa, labda ni leo au kesho, lakini kama nitakuwa hai, tukimkosa Sara ni olewe mimi. Wako jamaa na marafiki umewacha njia panda, wanajiuliza utajifungwaje hilo tumbo. Nimebaki chawi.